Na mambo vipi mtazamaji wa Kirako Online TV na mfuatiliaji wa Kirako Online TV. Nikwambia asante kwa kuchukua fursa kwa ajili ya kuifuatilia Kirako Online TV na ni kwa ajili ya taarifa mbalimbali za burudani na hata kimichezo. Na nikwambie pia endelea kuhakikisha kwamba una share, unabonyeza like kengele, kucomment na kusubscribe Kirako Online TV kwa ajili ya taarifa mbalimbali za kimichezo na hata burudani. Bwana, siku ya leo taarifa tulionao ni kwamba wiki hii ni wiki ambayo pia kumechangamka kwa upande wa michezo, kulingana pia na kuelekea kwenye siku ya Kariakoo Derby. Derby ambayo pia inasubiriwa kulingana pia na ubora wa vikosi kati ya Simba pamoja na Yanga. Taarifa zilizopo ni kwamba kila mmoja pia anapambana kwa ajili ya kushinda kwenye mchezo wa Kariakoo Derby. Kila mmoja anahakikisha kwamba pia anaondoka na alama 3 kulingana pia na ubora wa vikosi. Taarifa tulionao ni kwamba kutoka Simba ama kutoka mitaa ya Msimbazi ni kwamba mfadhili wa klabu ya Simba Mo Dewji ameweza kuahidi kitita cha kiasi cha dola za Kimarekani 300 sawa na shilingi milioni 791 za Kitanzania endapo Simba wataibuka na ushindi kwenye mchezo huo dhidi ya watani wao wa jadi. Kutokea Jangwani ni kwamba JSM yeye ameweka ama ameahidi kitita cha kiasi cha milioni 500 kama bonus endapo Yanga wataibuka na ushindi dhidi ya Simba. Na ikumbuke kwamba pia debi za nyuma motisha ilikuwa milioni 200 lakini inaongezeka kwa idadi ya mabao, ila hii imewekwa milioni 500 kwa ajili ya ushindi tu bila kujali ni mabao mangapi. Hiyo ni kwa upande wa GSM. Hiyo ni kuelekea kwenye Kariakoo Derby. Taarifa za kusikitisha ni kwamba mlinda mlango nambari 1 wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Musa Pimpin Kamara atakosekana. Kuna taarifa zinaeleza kwamba atakosekana kwenye mchezo wa kesho dhidi ya Yanga kwenye Kariakoo Derby dhidi ya Yanga. Lakini taarifa nyingine ni kwamba Chefondo Malone kuna taarifa zinaeleza kwamba bado hajapona jeraha alilopata dhidi ya Azam FC, hivyo atakosa mchezo wa kesho dhidi ya Yanga. Tuendelee kusubiri zaidi taarifa kutoka upande wa klabu ya wekundu wa Msimbazi. Lakini pia kwa Yanga wao kuna taarifa zinaeleza kwamba pia ni mlinzi wa kulia wa Yanga Ataule Yao amerejea mazoezini baada ya kupona majira yake ya goti. Yao ataendelea kufanya mazoezi chini ya uangalizi wa madaktari kabla ya kuanza kuwatumikia wananchi. Mkataba wake unamalizika mwishoni mwa msimu. Je, atasaini mkataba mpya ama kandarasi mpya? Endelea kufuatilia Kirako Online TV kwa taarifa.